Salamu ndugu watazamaji, naitwa Mwalimu Shadrack Swila na hii ni The Classroom TZ. Na leo tunaenda kuangalia somo letu jipya ambalo linaenda kwa jina la Historia ya Tanzania na Maadili, kidato cha kwanza, mwaka ni 2025. Somo hili ni jipya, linatokana na mabadiliko ya mtaala mpya au mtaala ulioboreshwa ambao ulianza kutekelezwa 2024 kwa upande wa shule za amali na 2025 kwa upande wa shule za mkondo wa jumla. Mabadiliko ya mtaala huu nimejaribu kuyaelezea katika baadhi ya video zilizopita. Unaweza ukaangalia katika channel yetu ipendwa ya The Classroom TZ. Hapo awali tulikuwa tunajadili zaidi somo la historia ambalo ni history na somo la uraia ambalo ni civics. Lakini kutokana na mabadiliko ya mtaala mpya, somo la uraia ambalo ni civics hatutakuwa nalo tena kwa watoto ambao wanaanza kidato cha kwanza 2025 na wale walioanza kidato cha kwanza 2024 kwa mkondo wa amali. Na hili somo la civics au uraia limevunjwa na kuleta somo jipya ambalo linaitwa Historia ya Tanzania na Maadili. Na hili somo linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili na kama tulivyosema limeanza kufundishwa kwa katika shule. Kumbuka katika mabadiliko ya mtaala mpya tumekuwa na makundi mawili ya shule. Kuna mfumo wa mkondo wa jumla ambao unasoma masomo yale ya kawaida, lakini pia kuna mkondo wa amali ambao unasoma masomo ya kawaida na masomo ya ufundi. Wale wa amali walianza mapema 2024, wale wa shule za jumla tulikuja kuanza 2025 kutokana na baadhi ya changamoto kadha wa kadha. Cha muhimu ni kwamba somo limeshaanza kufundishwa na liko tayari madarasani, watoto wameshaanza kusoma. Na leo tunaenda kuangalia ili somo kama ambavyo limeandaliwa na taasisi ya elimu. Somo letu kutokana na mabadiliko ya mtaala mpya, sasa tutakuwa na kitu ambacho kinaitwa mada, bali tuna kitu ambacho kinaitwa umahiri. Kwa somo letu limegawanyika katika umahiri kuu mbili. Tunisamee watu wa Kiswahili hapo kama niko sahihi kuita umahiri kuu mbili. Kwamba tuna umahiri wa kwanza, kulinda historia ya Tanzania, urithi na maadili ya taifa. Umahiri wa pili ni kumudu historia ya Tanzania na maadili kabla ya ukoloni. Naweza nikasema hivi ndio vitu vikuu ambavyo naenda kujadili katika somo hili kwa kidato cha kwanza, ni kulinda historia ya Tanzania, urithi na maadili ya taifa, na kumudu historia ya Tanzania na maadili kabla ya ukoloni. Hizi ndio umahiri kuu mbili ambazo mwanafunzi anatakiwa kuzifahamu. Bila kupoteza muda tuangalie umahiri wa kwanza ambao inasema kulinda historia ya Tanzania, urithi na maadili ya taifa. Tunaenda kujadili kuhusiana na hivi vitu ambavyo vimetajwa hapo. Katika umahiri huu tunaenda kuangalia sura ya kwanza. Sura ya kwanza inasema dhana ya historia ya Tanzania na maadili. Dhana ya historia ya Tanzania na maadili. Dhana ya historia ya Tanzania na maadili tunaangalia vitu gani? Katika dhana ya historia ya Tanzania na maadili tunaangalia vitu vifuatavyo. Kwanza, dhana ya historia ya Tanzania na maadili tunasema historia ya Tanzania na maadili imebeba dhana kuu mbili au vitu vikuu viwili ambavyo ni historia ya Tanzania na namba mbili ni maadili. Historia ya Tanzania na maadili. Basi historia ya Tanzania ni nini? Kabla ya kwenda kuangalia historia ya Tanzania ni nini, ni muhimu kufahamu nini maana ya historia. Kwa hapo zamani tumekuwa tukijifunza zaidi kwenye history, ile somo la Kiingereza, lakini kidogo kwa wale wa shule za msingi walikuwa wanaangalia kwenye somo la social study. Walikuwa wanasoma kidogo upande wa historia. Sasa tukisema historia tunamaanisha ni mkusanyiko wa matukio ya kale. Hiyo ndio maana ya historia, yani muunganiko wa matukio ambayo yameshaweza kutokea na hayo matukio yalifanywa na binadamu. Basi muunganiko wa matukio hayo inaitwa kwamba ni historia. Kwa lugha ya Kiswahili unaona ni rahisi sana kueleza. Nadhani pia hii inaweza ikasaidia kufaulu katika ile somo kwa sababu ni kwa lugha ya Kiswahili. Mtoto anakuwa na upana mkubwa au anakuwa na eneo kubwa la kujielezea au kufafanua kitu ambacho kinaulizwa.
Kwa historia tukizungumza kwa ufupi ni kwamba ni mkusanyiko wa matukio ya kale ambayo yalifanywa na nani? Na binadamu. Basi kwa kuunganisha hapo nasema historia ya Tanzania, huu ni muunganiko wa matukio ya kale yaliyotokea Tanzania. Matukio hayo yanaweza kugawanyika katika vipindi vitatu ambavyo ni kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni na baada ya ukoloni. Hivi ndio vipindi vikuu vya historia ya Tanzania, na kwa ujumla inaweza pia historia ya Afrika. Afrika tunatukagawanya historia yetu au kumbukumbu yetu katika vipengele au vipindi vitatu. Kabla hawajaja wageni ambao ni wakoloni, tulikuwa na historia yetu. Wakati walivyokuja wakoloni, wamefanya matendo ambayo yamebaki historia kwetu, na hata baada ya wakoloni kuondoka tumekuwa na historia yetu. Tukiachana na upande wa Afrika, hivyo hivyo na Tanzania ambayo ilikuwa ndani ya Afrika imepitia vipindi hivyo hivyo. Kabla ya ukoloni Tanzania ilikuwa na historia yake, wakati wa ukoloni Tanzania ina historia yake, na hata baada ya ukoloni Tanzania ilikuwa na historia yake. Tukisema kabla na baada tunamaanisha kitu pekee ambacho kimetenganisha hapa, au tukio kubwa ambalo limetenganisha hivi vipindi ni ujaji wa ukoloni. Kwa namna fulani hatuwezi tukaweka pembeni matokeo au athari za ukoloni katika jamii za Kiafrika na hata jamii ya Kitanzania. Kwa tukio au matokeo ya ukoloni yamesababisha kutenganisha hivi vipindi viwili, kabla na baada na wakati. Kwa kabla tulikuwa na maisha yetu, baada tuko na maisha yetu, lakini hata wakati wa ukoloni kuna vitu ambavyo vilitokea. Sasa tukisema matukio hayo ya kabla na baada na wakati wa ukoloni, haya matukio kwa sababu yamefanywa na binadamu, tunasema matukio haya yamegusa nyanja tatu za maisha. Kwamba tuna matukio ya kiuchumi, matukio ya kisiasa na matukio ya kijamii. Hizi ndio sehemu kuu tatu za mfumo wa maisha wa mwanadamu. Kila siku tunapoishi, maisha yetu yanagusa siasa, yanagusa mambo ya kijamii, yanagusa pia mambo ya kiuchumi. Kwa hivyo hapa kuna baadhi ya mfano wa matukio. Mfano matukio katika historia ya Tanzania ni uhuru wa Tanganyika, ili ni kisiasa. Ufikaji wa Waarabu wa pwani ya Tanganyika, hii ni kijamii. Vita ya Kagera na muungano wa Tanganyika na Zanzibar na matukio mengine kama hayo. Haya ni baadhi ya matukio ambayo yanaonyesha kwamba Tanzania iko na historia yake, kwamba nchi haijatokea tu kutokea huko ilikotokea. Hapana, kuna matendo ambayo yalifanywa na Watanzania au yalifanywa ndani ya jamii ya Kitanzania, ardhi ya Tanzania, na hayo matendo tunaita basi ni historia ya Tanzania. Kwa hiyo ni dhana ya kwanza katika somo letu ile ambalo linaitwa historia ya Tanzania na maadili. Tukikata pale katikati kwamba historia ya Tanzania, ukiweka nukta, nini maana ya historia ya Tanzania? Tunamaanisha mkusanyiko wa matukio yaliyofanywa na Watanzania katika ardhi ya Tanzania, lakini kipindi kilichopita. Muhimu sana kwamba historia ni matukio yaliyopita, tujadili matukio yanayofuata au matukio yajayo. Historia tunajadili matukio yaliyopita, lakini hayo matukio lazima yawe na sifa kadhaa. Sifa ya kwanza, yametokea wapi, na sifa ya pili, yamefanywa na binadamu. Yametokea wapi, yamefanywa na binadamu. Swala la muda hilo ni muhimu. Kila tukio lazima inakuwa na muda, limetokea kipindi gani, lakini lazima yawe yamefanywa na binadamu na yawe yamefanywa katika eneo husika. Hakuna tukio ambalo limetokea tu sehemu, kwamba sehemu ambayo haina jina au sehemu ambayo haina eneo, nisemaje hapo, lakini kila tukio limetokea eneo husika. Kuna mahali pa tukio, wanasema context au setting, neno tukio limetokea wapi. Kwa hayo ni baadhi ya matukio ambayo yametokea Tanzania na yanatupa maana ya dhana ya kwanza, historia ya Tanzania. Basi kabla tujaenda kwenye dhana ya pili ya maadili, tuangalie hapa, je, ni namna gani historia ya Tanzania huleta uzalendo? Tunaposoma historia ya Tanzania tupaje uzalendo? Tukiwa tunafahamu kwamba uzalendo ni hali ya mtu kuipenda, kuipigania, kuilinda na kuona fahari juu ya nchi yake. Sasa wakati tunasoma historia ya Tanzania, hivi vitu tulivyovitaja hapa, kuipenda, kuilinda na kuona fahari juu ya nchi yako,
hivyo vitu vinakujaje kadri ambavyo unasoma historia ya Tanzania. Historia ya Tanzania inafanya mtu kuipenda nchi yake kwa namna ifuatavyo kama ambavyo nimejaribu kueleza hapa. Historia ya Tanzania huleta uzalendo kwa kuona na kujua namna ambavyo vizazi vilivyopita viliweza kupigania nchi yetu na kufanya iishi mpaka sasa. Kufahamu huko huleta hamasa na hali ya wasomaji kuona sababu ya wao kufanya zaidi ya vizazi vilivyopita. Mwanafunzi na ndugu msikilizaji, lazima wote tukubaliane kwamba, ndugu mtazamaji pia, lazima wote tukubaliane kwamba tulipo sisi hapa ni jitihada za watu ambao walipita nyuma. Hakuna mtu ambaye yuko hapo kwa sababu ya yeye kwamba yeye ndio amejisimamisha hapo. Hapana. Kuna watu walitengeneza, kuna watu waliumia, kuna watu walitoa jasho lao, kuna watu walipigana huko nyuma wakafanya hali iliyoko sasa ikawa hivi. Kwa mfano, kama hali ya sasa ingekuwa ni hali ya mbaya zaidi kwamba hakuna amani, hakuna maendeleo yale ambayo tunafikiria tuyapate, tungeanza kulaumu watu waliopita kwamba nyie wazee, kwani nyie mlikwaje? Nyie wazee mbona mfanye hivi na hivi? Lakini kwa sasa tuko na hii furaha, tuko na hii amani, maana yake ni kwamba kuna watu huko kipindi cha nyuma walipigana mpaka hii hali ikatokea. Katika mgawanyiko wa vipindi vya historia Tanzania na maadili, tumeangalia kuna kipindi cha kabla ya ukoloni na wakati wa ukoloni na baada ya ukoloni. Sasa tunaishi baada ya ukoloni. Nani ambaye alipambana kuondoa ukoloni? Hata kama ufahamu nini maana ya ukoloni, lakini naamini katika kusoma na kusikiliza huko na huko inaweza ulishawahi kukutana na neno ukoloni. Ile hali ya nchi yenye nguvu kiuchumi, kisiasa na kijamii kuitawala nchi dhaifu katika nyanja zote hizo tatu. Sasa Tanzania ni nchi mojawapo ambayo ilitawaliwa. Na kama ilitawaliwa, kuna kipindi ambacho tulikuwa chini ya himaya ya watu wengine. Nakumbuka na nadhani mnafahamu tulikuwa chini ya Wajerumani na baadaye tukawa chini ya Waingereza baada ya vita vya kwanza vya dunia. Sasa ilikuwaje Waingereza wakaondoka? Ilitokea tu usiku kumekucha wazungu wakasema sasa tunawapa uhuru wenu, au kuna harakati zilifanyika? Basi kama tunakubaliana kwamba kuna harakati zilifanyika, hao waliofanya hizo harakati ndio ambao walifanya sisi saizi tuko na hii amani, tuko na uhuru. Kwa lazima tuheshimu hao watu ambao wamepita. Kwa kufahamu huko, basi na sisi tuna jukumu au tuna wajibu wa kuweka mazingira sawa, mazingira safi kwa vizazi vinavyofuata. Kuna kipindi inabidi tufike tufahamu kwamba tunaishi kwa ajili ya watu wajao, tuishi kwa sababu yetu. Yaani tuko hapa ili kutengeneza mazingira ya wale wanaokuja waweze kuwa na sehemu sahihi. Wakati niko mdogo, mzazi wangu alitengeneza mazingira sahihi, aliishi kutengeneza mazingira yangu. Na mimi nimekuwa mkubwa, ninaishi kutengeneza mazingira ya watoto wangu. Na watoto wangu watakuwa wakubwa, watatengeneza mazingira ya wajukuu na vizazi vijavyo na vizazi vijavyo. Kwa watoto wangu au vizazi tuliopo sisi kufahamu kwamba kuna watu walipigana mwanzo, sisi tukawa hapa, basi na sina bidi tupigane kutengeneza mazingira ya vizazi vijavyo. Na huo ndio uzalendo. Mimi nikitengeneza mazingira bora ya kizazi changu na wewe mazingira bora ya kizazi chako, kila familia ikafanya hivyo, inakuwa ni jumuiya, inakuwa ni taifa, nchi inaendelea mbele. Mfano, kujua na kufahamu namna Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyoweza kupigania nchi yetu na kutupatia uhuru huleta hari ya kuona kuna sababu ya wewe msomaji kufanya jambo kwa taifa lako. Wote tunafahamu ile kauli kwamba sio kuanza kulalamika Tanzania imekufanyia nini, ila wewe umeifanyia nini Tanzania. Mwalimu Nyerere na wazee wenzetu wa kipindi hicho walipambana wakatupatia uhuru. Sisi tunafanyaje ili kuwapa zawadi vizazi vijavyo? Kwa hivi ndivyo namna ambavyo historia ya Tanzania na maadili utengeneza au huleta uzalendo. Hasa kufahamu jitihada na bidii ambazo zilifanywa na kizazi kilichopita ili kuweka mazingira bora kwa kizazi kilichopo. Basi na sisi kizazi kilichopo tuna jukumu la kutengeneza mazingira bora kwa vizazi vinavyofuata. Baada ya hapo tuangalie zana ya pili, ambayo zana ya pili ni maadili. Tuangalie zana ya pili ambayo ni maadili. Nini maana ya maadili? Nini maana ya maadili? Maadili ni miongozo inayomwelekeza mwanajamii atende katika namna inayojenga jamii kwa matendo mema. Pia miongozo hiyo husaidia kujua matendo yafaayo na matendo yasiyofaa katika jamii.
Kwa maadili ni miongozo. Maadili ni taratibu. Lakini hizo taratibu ni zile ambazo zinakuongoza wewe kutenda matendo yaliyo mema au matendo yanayofaa. Na kufahamu matendo yanayofaa hukusaidia kujua kwamba kuna matendo yasiyofaa. Kama kuna nyeusi basi kuna nyeupe. Kama kuna juu basi kuna chini. Kwa kama kuna mazuri basi kuna mabaya. Sasa sisi hatutafuti kujua mabaya, ila tunatafuta kujua mazuri, na hayo mazuri yanatuepusha na yale mabaya. Kwa maadili ni miongozo ambayo ipo katika jamii husika, na hiyo miongozo husaidia wanajamii wa eneo fulani kutenda sawa sawa, kinyume na maovu, kinyume na mambo mabaya. Viashiria vya maadili au alama zinazoonesha maadili. Ni matendo gani ambayo yanaonesha kwamba hapa kuna maadili? Maadili yanaweza kuonekana kwa kuoneshwa na matendo yafuatayo. Kutii miongozo iliyowekwa katika jamii. Kwenye kila jamii kuna taratibu ambazo zimewekwa. Moja ya taratibu ambayo inafanana katika jamii zote ni heshima, kutii watu wazima, kuheshimu watu wazima na watu wakubwa. Huo ni mwongozo ambao upo katika kila jamii. Sasa kama watu wanatii huo mwongozo, watu wanafanya kama ambavyo inatakiwa, basi ujue hiyo jamii iko na maadili. Kinyume chake maana yake hakuna maadili. Kinyume chake hakuna maadili. Kufanya kazi kwa bidii. Inabidi tukubaliane jamani, kazi haina ombi. Kazi ni lazima. Kazi lazima ifanyike. Kitu ambacho tutatofautiana ni kwamba unafanya kazi gani. Unafanya kazi kwa namna gani, lakini watu wote chini ya jua juu ya ardhi ya Tanzania lazima tufanye kazi. Kwa kama kuna jamii ambayo inafanya kazi kwa bidii, hiyo jamii ina maadili. Kwa nini kufanya kazi kwa bidii ni maadili? Kwa sababu utakula jasho lako. Kama huko kwa hapa ili uishi, lazima ufanye kazi. Kama ufanye kazi, hakuna kuishi. Kwa hiyo jamii ambayo inafanya kazi kwa bidii, ni jamii ambayo inakuwa na maendeleo, ni jamii ambayo inapiga hatua. Na hiyo ndio mambo ambayo tunayataka. Kama hatufanye kazi kwa bidii, tunakuwa ni watu wa kulalamika, ni watu wa kusengenya, ni wavivu, hapo hakuna maadili. Maadili kwa kweli lazima yaendane na uchumi. Maadili lazima yaendane na maendeleo. Hakuna maendeleo, hakuna maadili. Uwezo ukaniambia tunakuwa ni nchi maskini, alafu tuseme tunaheshima sana. Ni nchi maskini alafu tuseme tunautii sana. Hapana. Lazima utii uendane na mafanikio. Heshima iendane na mafanikio. Kushirikiana katika jamii. Jambo lingine ambalo linaonyesha kwamba jamii fulani au eneo fulani kuna maadili ni namna gani watu ambao hufanya kazi kwa pamoja. Namna gani watu hushirikiana katika kila jambo. Hii ni muhimu sana katika jamii. Tufahamu hauishi peke yako katika kisiwa fulani. Hapana, unaishi katikati ya watu ambao wamekuzunguka. Na ili maisha yaende, lazima utengeneze mtandao na hao watu. Na katika kutengeneza huo mtandao, lazima ushirikiane katika mambo kadha wa kadha. Kwa vile ambavyo mnashirikiana katika jamii, jamii inaonyesha kwamba kuna mshikamano na kuna maadili. Na hapa lazima tufahamu kuna baadhi ya matendo ambayo yanaonyesha kwamba kuna mshikamano. Wote tunafahamu katika jamii zetu kuna matendo ya furaha, kuna matendo ya huzuni. Wakati wa matendo ya huzuni tunashikamana. Kuna msiba, kuna majanga, kuna mafuriko, kuna ajali, jamii nzima inasimama kuomboleza au kuumia katika jambo hilo. Pia hivyo hivyo hata wakati wa mambo mazuri, kuna sherehe, kuna harusi, tumebahatika kupata mtoto mzuri, lazima tushirikiane kufurahi kwenye hiyo furaha. Lakini nje hapo kuna baadhi ya shughuli za kijamii. Kwa mfano eneo ambalo unaishi kuna sehemu au kuna kazi, kuna huduma ya kiserikali inatolewa pale, inawezekana ni hospitali au ni shule. Basi wanajamii wanaweza kujitolea kwenda kufanya usafi eneo husika. Au wanajamii wanaweza kujitolea kutengeneza barabara inayoelekea kwenye huduma muhimu. Kufanya shughuli kama hizo kwa pamoja inaonyesha ushirikiano, na hayo ni maadili. Kuonesha ukarimu kwa wageni. Lazima tuwe watu wenye utu, kujali watu ambao wanakuja kututembelea. Hii inaanzia kwenye nyumba, mtu mmoja mmoja kwenye familia, na mpaka kwenye taifa kwa ujumla. Kwa mtu mmoja mmoja, mgeni awe wa ndani ya nchi au wa nje ya nchi, vile anavyokaribia nyumbani kwako, namna gani unampokea, namna gani unaishi naye, kwa sababu hatufahamu amepatwa na nini huko alikotoka. Lazima tumtengenezee mazingira mazuri. Yawezekana ametoka kwenye mazingira magumu, basi sisi tukawa msaada kwake.
au pia ametoka basi kwenye mazingira mazuri, vile ambavyo tunampokea akatusaidia na sisi katika hali fulani fulani. Kwa lazima tuwe wakarimu kwa wageni. Hivyo hivyo hata kwa kitaifa zaidi, tunapata wageni katika shughuli zetu za kiutalii au shughuli za kisiasa wanapokuja wana diplomasia, au shughuli za kibiashara wanapokuja wageni wafanya biashara, lazima tuwapokee kwa ukarimu, lazima tuwaoneshe upendo. Sura zetu ziwe ambazo zinapendeza, sio zinachekesha, ziwe sura ambazo zinapendeza na zinavutia kwa wageni. Matumizi ya lugha nzuri. Maadili yanajengwa na lugha nzuri. Unazungumzaje? Unaongeaje? Na hapo kwenye kuzungumza lazima ufahamu kuna lugha kulingana na maeneo, kuna lugha kulingana na watu ambao unazungumza nao. Hii ni muhimu sana, ni sheria mojawapo ya mazungumzo sahihi. Vile ambavyo unaongea na mzazi wako sio sawa na ambavyo unaongea na rafiki yako ambaye mnasomana darasa moja. Vile ambavyo unaongea na mwalimu wako wa somo sio sawa ambavyo unaongea na kiongozi wako wa darasani. Kwa hiyo kuna lugha ambayo inatakiwa uifahamu kulingana na watu ambao unazungumza nao. Lakini nje ya lugha kwa ujumla kuna uchaguzi wa matamshi, uchaguzi wa maneno. Maneno gani ambayo unayatumia mara kwa mara kuzungumza na watu? Wote tunafahamu kuna baadhi ya maneno hatuwezi kuyatamka tunapozungumza. Ni maneno ambayo yanaashiria tabia mbaya au tabia chafu, au ni maneno ambayo yanatia hasira. Kwa lugha nyingine wanasema ni matusi. Kwa hatuwezi tukawa na lugha ya matusi alafu tunasema tuna maadili. Hapana, lazima tuwe na lugha ambayo ni nzuri, lugha ambayo inapendeza. Kuwa mzungumzaji kiasi kwamba watu wanatamani kukusikia muda wote unaongea. Watu wanafurahia unavyoongea. Sio unaongea kila mtu anaziba masikio, kila mtu anaanza kunyosha kidole, anakuangalia macho makali. Hayo sio maadili. Maadili yanaendana na lugha nzuri. Lugha unayozungumza kulingana na eneo husika na watu husika. Kwa mfano, huwezi ukawa uko sokoni afu unaongea habari za mahakamani. Huko mahakamani unaongea habari za barabarani au kanisani. Hapana, lazima ufahamu niko eneo fulani natumia lugha gani. Lakini pia matamshi ambayo unayazungumza. Zingatia sana kwenye maneno ambayo unayatumia kuzungumza. Wanasema chunga ulimi wako usije ukaponza kichwa. Kuheshimu na kulinda tunu za taifa, jambo lingine la muhimu sana liko hapa. Lazima tuheshimu tunu za taifa. Mfano wa tunu hizi ni umoja. Lazima tulinde umoja na kudumisha umoja. Sio kulinda tu, na kudumisha ili uendelee kuwepo siku zote. Lakini kuwe na usawa, lazima tuwe na usawa. Katika usawa hapa tunamaanisha tusiishi katika jamii ambayo kuna wengine wako juu, wengine wako chini, na wale walio juu wanawakandamiza wa chini. Katika hali yoyote ile, kielimu, kiuchumi, kiutawala, lazima kuwe na uwiano, kuwe na usawa, kwa sababu watu wote ni sawa. Uhuru ni muhimu sana, kupigania uhuru wetu, kufanya maamuzi yetu sisi wenyewe bila kuingiliwa na mtu yoyote. Utu, upendo, kumjali mtu kama binadamu, kuishi na mtu kama binadamu, sio kuishi na mtu kama mnyama. Mtendee binadamu matendo yale yaliyo mema, matendo yale ya kiutu. Uheshimu tu ule utu wake, kwamba ni binadamu aliye hai, yupo kama mimi, hamna kitu ambacho amenizidi, wote tuna kichwa kimoja, tuna miguu miwili, tuna macho mawili, wote tunaamka, tunalala. Kwa tu umheshimu mtu hapo, umtendee matendo yaliyo mema. Uadilifu, achana na habari ya wizi, habari ya uongo. Umepewa kazi, badala ya kufanya kazi vizuri unaanza kuwa mwizi, mchukuaji wa rushwa. Hapana, lazima tuwe waadilifu, kufuata taratibu ambazo zimewekwa. Uzalendo, jambo la uzalendo tumelizungumzia hapo juu. Upendo kwa nchi yako ni muhimu sana. Usipoipenda nchi yako, haitatokea Mjerumani akaipenda Tanzania. Mjerumani ana nchi yake, ataipenda Ujerumani. Haitatokea mtu kutoka India akaipenda Tanzania. Mtanzania utaipenda Tanzania yako, na huyo kwa nchi nyingine ataipenda nchi yake. Uwazi, habari ya kufanya mambo kisirisiri, hapana. Maadili hayathamini au maadili hayatambui kufanya vitu gizani, kufanya vitu kwa usiri. Lazima vitu ufanye kwa uwazi. Kadri ambavyo unafanya kwa uwazi ndivyo ambavyo unatengeneza uaminifu na upendo kwa watu. Unaofanya kwa sirisiri unatuletea maswali mengi kichwani, kwamba kuna namna mambo hayako sawa hapa. Uwajibikaji, lazima tuwajibike kwa matendo tunayofanya. Tukifanya mabaya, tukubali kupokea hizo adhabu na kuwajibishwa kwa matendo ambayo tumefanya yasiyofaa.
Lugha ya taifa Kiswahili ni tunu muhimu sana. Lazima tukilinde Kiswahili, lazima tukikuze Kiswahili, lazima tukisambaze Kiswahili. Nadhani pia hata ujio wa somo hili lengo ni kulinda na kukitumia Kiswahili na pia kukisambaza Kiswahili. Kwa hivyo ndivyo viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba tuna maadili. Baada ya hapo tunaenda kuangalia umuhimu wa somo la historia ya Tanzania na maadili. Kwa nini tunasoma hili somo la historia ya Tanzania na maadili? Umuhimu wa somo hili. Umuhimu wa kwanza, najaribu kutaja baadhi ya umuhimu hapa. Kuelewa tulikotoka, tulipo na kujenga tunakotaka kwenda kama nchi. Kwa kweli kama hatufahamu tulikotoka, ni ngumu sana kujua tunaenda wapi. Lazima tutumie uzoefu tuliopata awali kutengeneza kesho ambayo tunaitaka. Kwa hiyo kufahamu kwamba kipindi fulani kulikuwa kuna vita vya Majimaji. Hicho kipindi watu walipigana kwa sababu hizi na hizi. Kipindi fulani wazungu walikuja. Lakini kiongozi fulani ambaye ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitumia njia hizi na hizi na hizi kupata uhuru. Sasa kutokea hapo tunafanyaje ili kuzuia kusirudi hali ile ile ambayo ilikuwa mbaya kipindi hicho? Kuzuia labda ukoloni usirudi. Hivyo labda katika masuala ya tabia za nchi, hali ya hewa. Kipindi fulani kulitokea ukame. Watu walikosa chakula. Hatuwezi kuzuia labda ukame, ni janga la asili, lakini tunaweza tukajaribu kupunguza baadhi ya makali. Kwa hiyo kipindi kile tulipata shida ya chakula. Basi saizi tuwe na hifadhi kubwa ya chakula ili kuzuia madhara makubwa yanapotokea janga la asili. Kwa kufahamu tulikotoka inatusaidia kutengeneza wapi tunakwenda. Ndugu yangu mwanafunzi, msikilizaji, kama haujui wapi unatoka, ni ngumu sana kufahamu unaenda wapi. Kufahamu mila na desturi za kale na kurithi katika vizazi vijavyo, ni sana kufahamu mila na desturi zetu. Kwa jumla nasema tamaduni. Bila kuwa na tamaduni, taifa ambalo linakufa tamaduni zake. Kwa hiyo sisi tufahamu tamaduni zetu, nini ambacho walifanya wazee wetu, zile tamaduni ambazo ni nzuri kisha kwa vizazi vijavyo na vizazi vijavyo, na zile tamaduni ambazo zilikuwa zinafaa ni kuzipiga vita kuendelea. Mfano tamaduni ya kitabu naona sasa sana zaidi kuondoa mila ambazo ni potofu, mila zinazoshirikina na kujaribu kupambana nazo. Na kuna baadhi ya mila ambazo ni nzuri kwa nazo siku zote, kuheshimu watu, kila mtu kuwa na mke wake na mume wake mmoja, kulinda amani yetu, kufanya kazi kwa bidii, ni baadhi ya tamaduni ambazo tumezirithi na ni za muhimu sana. Kujenga uhusiano baina ya jamii tofauti ndani ya nchi. Historia hutusaidia kujenga uhusiano baina ya jamii moja na jamii nyingine, hasa pale unapoona kwamba kuna baadhi ya matendo ambayo tumefanana katika historia yetu. Kukuza uzalendo. Swala la uzalendo limetajwa mara nyingi sana katika somo hili na ni moja kati ya malengo mahususi kwa aliyopelekea kuanzishwa kwa somo hili la historia ya Tanzania. Kwa tunaposoma historia ya Tanzania, kufahamu matukio ya awali inatusaidia kukuza uzalendo na ile hali ya kuipenda nchi yetu. Kuchambua maendeleo ya nchi yetu hapo kale mpaka sasa. Tunapofahamu kujua tulikotoka inatusaidia kuchambua na semaje hapo, tumezoea kidogo kueleza kwa assess na ku analyze. Kuchambua na pembuzi ya kinifu, kufahamu ni wapi tulikuwa katika hali ya kiuchumi, wapi tulikosea, turekebishe wapi ili siku za usoni tuweze kuinuka zaidi. Kukuza maadili na utii wa sheria kwa kujiepusha na vitendo vya uhalifu kama vile rushwa. Kwa sababu tunasoma somo linaloitwa historia ya Tanzania na maadili. Kwa tukiyafahamu maadili itatusaidia kutuepusha na matendo yasiyofaa na kutuweka mbali na mkono wa sheria na kutuweka mbali na adhabu na kutufanya tuwe jamii ambayo imestaarabika, kuishi kwa upendo, kuishi kwa furaha na kuwa na maendeleo. Basi hizo ndio zilikuwa sababu au ndio umuhimu wa kusoma somo la historia ya Tanzania na maadili. Yawezekana baadhi ya vitu ambavyo navisema hapa sio toshelevu sana kwa wewe kuelewa zaidi. Ila ninachokifanya hapa mimi ni kukupa mwanga kufahamu kwamba kuna kitu kinachoitwa historia ya Tanzania na maadili. Pale ambapo unaona haujaweza kuelewa vile ambavyo inatakiwa, sio vibaya na ni muhimu sana
kwenda kufunua baadhi ya vitabu, kuendelea kufungua na kusoma zaidi na zaidi. Usitegemee kwa 100%, japokuwa nitajitahidi kueleza kadri ambavyo naweza kurahisishia, lakini siamini sana kama mimi ndio nitakuwa chanzo kikuu cha maarifa yako na wewe kufanya vizuri darasani, bali ni chanzo tu cha kwanza ambacho kitakusaidia kuweza kutafuta vyanzo vingine na kujenga umahiri wako na ufahamu wako katika somo hili. Kwa kama kuna baadhi ya faida ambazo umezitaja hapa au kuna ambazo hazijatajwa hapa nayo nazo, sio vibaya kuziongeza hapo. Hizi 6 tu ni kama mwongozo. Basi tuende kipengele cha mwisho, uhusiano kati ya somo la historia Tanzania na maadili na masomo mengine. Ili somo linaingilianaje na baadhi ya masomo ambayo tunayasoma darasani. Somo la kwanza ambalo linahusiana na historia Tanzania na maadili ni somo linaloitwa jiografia. Jiografia ni somo ambalo linahusu mazingira. Hilo ndio jambo kuu. Mazingira, muonekano wa dunia, muundo wa dunia, namna gani dunia na vitu vyake jinsi ilivyoundwa. Kwa ujumla ni mazingira. Sasa kuna uhusiano gani kati ya mazingira na historia Tanzania? Mazingira hayo ndio hupelekea kuwa na shughuli tofauti tofauti. Shughuli hizo ndiyo matukio leo yanayojadiliwa katika somo la historia Tanzania na maadili. Kwa cha kwanza, mazingira ambayo tunayasoma kwenye geography au kwenye jiografia ndio hayo mazingira ambayo mwanadamu anafanya matukio. Kwa mfano, mwanadamu anafanya kilimo, anafanya uvuvi, anafanya biashara au anapigana vita. Matukio yote ambayo mwanadamu anayafanya katika mazingira. Na hayo mazingira ndio geography. Kwa kuna uhusiano mkubwa sana kati ya somo la jiografia na historia, kwa sababu jiografia inaipa historia eneo la matukio. Kwa lugha nyingine ni kwamba jiografia ndio setting yetu au ndio eneo ambalo au ndio muktadha, ndio mazingira au ndio muktadha matukio yetu ya historia yanatokea. Tukiweka katika picha ya namna nyingine, kwa mfano tukisema tunakuwa kwenye uandaaji wa video au uandaaji wa filamu, basi tuko na matukio yetu ambazo wanaita scene. Tuko na matukio yetu. Haya matukio tunaenda kuyatenda wapi? Haya matukio tunaenda kuyafanyia wapi? Haya matukio labda tunaenda kuyafanyia benki. Haya matukio tunaenda kuyafanyia sokoni. Basi soko ndio jiografia. Benki ndio jiografia. Ndio eneo ambalo matukio ya kihistoria yametokea. Hivyo hauwezi kutenganisha jiografia na historia. Somo lingine ambalo linahusiana na historia Tanzania na maadili ni hisabati. Hisabati kwa ujumla ni somo ambalo linahusiana na namba. Na kama linahusiana na namba, basi hatuwezi tukatenganisha na historia kwa namna zifuatavyo. Kwanza, kwa kutumia hisabati hutusaidia kupata takwimu. Tunasema statistics. Kutumia hisabati ndani ya somo la historia inatusaidia kupata takwimu. Kwa mfano, kwenye historia kuna sehemu ambapo tunajadili mambo ya uzalishaji. Kwa kama unajadili mambo ya uzalishaji, utusaidia kufahamu binadamu aliweza kuzalisha kiwango gani cha chakula kwa kipindi fulani kwa mwaka fulani. Lakini pia hesabu hutusaidia kufahamu muda wa matukio. Matukio yatokea kipindi gani. Kuna namna nyingi ya kutenga hivyo vipindi, lakini namna ambayo ni nzuri zaidi na ni nyepesi ni kwa kuweka katika namba. Nikisema namba inaweza ikawa katika siku, katika masaa, katika wiki, katika mwezi au miezi au mwaka au katika karne. Ikiwa katika karne inaandikwa kwa namba, ikiwa katika mwaka unaandika kwa namba. Kwa hisabati hutusaidia kufahamu ni kipindi gani matukio yalitokea, aidha kwa kutumia tarakimu au kwa kutumia maneno ambayo ni namba. Kiswahili na Kiingereza, hizi ni lugha. Tunaangalia namna gani hatuwezi kutenganisha. Kiswahili na Kiingereza, haya ni masomo ya lugha. Kama ni masomo ya lugha, tunajadili historia au tunajadili matukio kwa kutumia lugha. Na ndio hapo unapoona kwamba lugha hauwezi kuitenganisha na masomo yote. Yaani kila somo lazima linahusiana na lugha. Hakuna somo ambalo halihusiani na lugha. Hasa kwetu Tanzania, mtaala wetu kwa upande wa ngazi za juu wa sekondari
tunatumia Kiingereza kama lugha ya kufundishia isipokuwa kwa somo la Kiswahili. Kwa katika kila somo ukitoa somo la Kiswahili, masomo yote yaliyobaki ambao unayafahamu wewe, mfano chemistry, geography, biology, physics, masomo yote hayo yanafundishwa kwa kutumia lugha. Lugha gani? Ya Kiingereza. Basi hivyo hivyo hata kwenye historia Tanzania maadili, tunapojadili matukio yaliyotokea, kuna sehemu tutajadili hayo matukio au tutayatamka kwa lugha ya Kiingereza pale ambapo Kiswahili kimeshindwa kutueleza vizuri, lakini kwa eneo kubwa sana ili somo tunalijadili kwa lugha ya Kiswahili. Somo lenyewe lipo kwa Kiswahili, kwa tuwezi tukatenganisha Kiswahili na somo la historia Tanzania na maadili. Upande mwingine ni upande wa chakula na lishe. Uhusiano wa somo la historia Tanzania na chakula na lishe ni kutokana na uzalishaji wa vyakula ambavyo ulizalishwa awali na mkanyo au makatazo ya baadhi ya vyakula ambavyo walikatazwa watu wa awali wasitumie. Unasema mzuio, food taboos. Kuna baadhi ya vyakula rika fulani au watu wa jinsia fulani hawakuruhusiwa kutumia kwa kipindi cha kale. Lakini pia chakula na lishe inatusaidia kufahamu ni namna gani watu waliweza kula chakula bora kipindi hicho na kuwa mbali na magonjwa ambayo tunahangaika nayo kwa kipindi cha sasa. Tunafahamu kwamba kipindi cha sasa kumeongezeka sana, kuna ongezeko kubwa sana la magonjwa yasiyoambukiza. Hali ambayo hapo awali ilikuwa tofauti sana. Na mbaya zaidi katika magonjwa yasiyoambukizwa yameenda hata kwa watoto wadogo. Unakuta mtoto yuko chini ya umri wa miaka 18 anaumwa magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Inatokana na nini? Kwa kiasi kubwa inachangia pia na mfumo wetu wa chakula. Kwa tukitaka tujikomboe katika hali hii, ni muhimu sana kuhusianisha chakula na lishe na historia ya awali. Watu wa awali kwani wenyewe waliishije? Mwanzo wenyewe walikuwa hawali chakula, walikula chakula. Walikula chakula cha aina gani? Ni muhimu sana kufahamu hivyo. Lakini mambo mengine ambayo au masomo mengine ambayo yanahusiana na historia Tanzania na maadili ni sanaa na michezo. Kwenye sanaa na michezo hapa tunakutana na historia na maadili pale tunapojadili utamaduni wa Mwafrika. Utamaduni wa Mwafrika una michezo na sanaa za Kiafrika, ngoma za asili, michezo ya asili tunakutana nayo hapo. Hapo pia tunakutana na muziki, lakini mwisho tunakutana na kilimo. Hayo ndio masomo ambayo yanahusiana na historia ya Tanzania na maadili. Baada ya kusema hivyo, nadhani tumefika mwisho wa sura yetu ya kwanza. Tutaendelea kwa siku za usoni sura ya pili mpaka sura ya mwisho. Hizi sura nazitoa katika mpangilio wa kitabu cha Taasisi ya Elimu Tanzania, TETI, jinsi ambavyo wamezipanga. Tumeamua kuzitengeneza na si kufuata kwa staili hiyo ili iwe rahisi wakati wa kuzijadili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila na hii ni The Classroom TZ. Karibu sana.